huyu nabii amenitapeli mimi. Kama kweli ni nabii wa Yesu kweli anafanya neno, hangeweza kufanya mambo kama haya. Kwa hiyo mimi nasadiki ni kweli huyu ni tapeli. Kwa kweli kabisa bwana, baada ya huyu kuona nabii amenigusa mpona niombea na mguu naenda vizuri, nimpa milioni 15. Nikasema hivi, bwana, milioni 5 hii nakupa bure tu, utumia basi kwa sababu sio ni kwa wakufa. Sasa nimepona, chukua milioni 5 chukua. Ila hii milioni 10 utanipa kidogo. Lakini utafute ngalo kwa nyumba uwe unakaa pale. Sio kila siku tunatoa hela mfukoni, uwe na kanyumba kako. Kwa ndio. Sasa nifikiri nyumba aliyekuwa anakaa pale kanisani, nifikia kwa kumbe alikodi. Ndio hivyo bwana. Ulimpa kama zawadi? Milioni 5. Ila 10 sema bwana, hii unanitafuta kidogo. Lakini unatafuta kidogo, hii ni 10 utafuta ukauaza kidogo, uwe na nyumba yako. Tusiwe tunatoa kanisani si malipo nini, si mna kodi ya nyumba si. Ilikuwa ndio hiyo. Kwa hiyo hii milioni 10 ambayo ulimpa kuwekea? Alikuwa analicha kidogo. Ulimkopesha? Saa alejeshi. Tuelezee hapo. Milioni 10 iliendaje kwani? Nimpa na ile milioni 15. Mimi nilichotaka kujua, hii milioni 10 ilikuwa ni mkopo yeye kuwazima au ili mpaka inatoka kwako ilikuwa ni kwa aliazima na akiahidi kwamba atarudisha baada ya muda gani? Kweli ilikuwa kidogo kama milioni 2 akipata arudisha. Mimi ni muamini kwa sababu alikuwa ni nabii wa kanisa hili. Mimi ni muamini bwana. Ndio hivyo bwana. Kwa jumla yote ndio ikawa 34. Polisi sasa wanasemaje baada ya hicho sasa ambacho mlipofikia hatua hiyo? Nini neno la mwisho la jeshi la polisi? Mwisho kwa kweli walisema kama wewe umekubali umechukua hela yote 34 ya mzee huyu, tunaomba basi urudishe angalau nusu. Nyingine utalipa kidogo. Akawa ni kama napika chenga. Basi ni chenga bana, vipi mnarudisha? Mimi labda nitafute milioni 1. Wakasema si nataka nusu. Pona kwa shida milioni 1. Ndio nani? Nakusikiliza baba. Kubwa mimi mpaka ninakupigia nilikuwa ni kutaka kujua tu upande wako swala ambalo analilalamikia huyu mstaafu lina ukweli kiasi gani? Ni jambo gani ambalo amelalamikia? Anasema kwamba kuna fedha ambazo zilikuwa kwenye akaunti yake, lakini kutokana na baadhi ya mambo mkashirikiana na wewe kununua nyumba, lakini mwisho wa siku nyumba ikashindwa kununuliwa na fedha kwako ikaonekana imeshatumika. Okay, sawa. Mimi kwa upande wangu sijawahi kupokea pesa ya mtu. Labda yeye anaweza kukaa naye chini ukamuuliza hiyo pesa alimpa nani, na mimi atakueleza vizuri zaidi. Lakini kwa upande wangu mimi kama mimi sijawahi kubeba pesa ya mtu. Lakini huyu unamfahamu vizuri huyu mwalimu? Anaitwa mzee nani? Anaitwa Mwalimu Daniel Lazaro. Daniel Lazaro. Daniel Lazaro. Mbona mjeto Daniel Sento, mbona mjua? Anasema yeye alikuwa ni muumini wako kanisani kwa siku kadhaa. Inawezekana baada ya kumuona, kwa sababu alikuwa ni muumini wangu, naweza nikamjua kuliko kuwa naongea kwenye sababu simuone. Lakini wewe huna tuma hizo? Mimi mtu ambaye namjua ambaye ni muumini wangu, nilikuwa namuona kama muumini wangu, alikuwa anakuja kanisani, mwishoni akasema kwamba amenipa pesa. Anaitwa Damian, sio Daniel kama unavyosema wewe. Mimi ndo nalijua, lakini tofauti na hapo lakini sio kwamba alinipa pesa, yeye alinipa pesa. Labda muulize vizuri hiyo pesa alimpa nani. Kama ndio huyo Damian, basi naamini ya kwamba ni swala ambalo lilitoka katika uongozi, na naamini ya kwamba na sisi tunategemea viongozi wetu wa nchi. Sasa huyu muumini ambaye pengine alikuwa muumini wako kanisani, yeye anadai kwamba kuna
kuna fedha ambazo mlikubaliana kwamba kwa ajili ya ununuzi wa nyumba, na anasema baada ya kushindikana, baada ya kufanikiwa wewe kumuombea na akapona kwa sababu alikuwa anasumbuliwa, anasema alikupa kiasi cha shilingi milioni 5 kama sehemu ya asante. Sijui kama una kumbukumbu zozote kuhusu mtu wa aina hii? Bana, mimi sijui. Na huna kesi yoyote ambayo labda ulienda kukaa polisi kwa ajili ya tuhuma kama hizo? Maana yeye anasema kwamba ulikaa polisi kwa wastani wa wiki moja baada ya yeye kuripoti juu ya jambo hilo. Kwa hivyo hauna muumini ambaye ulifanya naye biashara yoyote ya kutaka kumnunulia nyumba hapo Makambako, na anasema kwamba yeye ulienda kwenye nyumba yake ukamwambia hame kwa sababu pale kwenye nyumba kuna mambo ya kishetani kwa maana ya mapepo. Kwa hivyo ulimshawishi kwamba aende Makambako ile umnunulie nyumba nyingine, aache nyumba ya huku Mji Mwema Njombe. Hapana, mimi sijui kwa kweli hilo swala. Sijui kabisa. Huko Makambako sehemu gani na kanisa lako linaitwaje? Kwa kwanza pia siwezi kujieleza sana kwa sababu siwajui, afu mimi sijawahi kuona na namba nyingine kwenye simu yangu. Iko tuma ambayo imeelekezwa kwako, ndio maana tunataka kujua kwamba kuna ukweli kiasi gani na kwa namna gani pengine wewe ulishirikiana na huyu mzee kwa ajili ya kumnunulia hiyo nyumba, na tunataka kujua umefikia wapi kwenye manunuzi ya nyumba hiyo. Maana yake anasema hela zote ziliingizwa pia kwenye akaunti yako. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba nyie mngepata nafasi ya kuongea naye vizuri, labda angeeleza pesa naye, na ndio maana ametupa haya maelezo. Ndio. Mimi sijui chochote swala hilo. Na huyo Damian ambaye unamtambua bado anaabudu kwenye kanisa lako? Ndiye ambaye namjua, bado ninamuona kanisani. Na wewe huduma yako unatolea Makambako sehemu gani, na mpaka sasa hivi pengine mmechukua hatua gani kwenye jambo hilo? Mimi niko Makambako na bado nafanya huduma Makambako. Mimi na sisi kujieleza sana kwako, ni vyema kama nikipata nafasi niweze kuwa ni tuweze kuongea. Daktari Athumani, nimesoma shule Tandara nikiwa kama mwalimu wa daraja ya 3B. Baada ya hapo nienda kufundisha shule ya msingi Ipanga Lupembe. Ni kweli baada ya muda kidogo nihamishwa nienda shule ya msingi Upanga. Nimefundisha kufika Januari 2023 Januari. Kwa kweli nilipata ugonjwa wa stroke. Nilikuwa na chapiki nikagwa tu chini. Watu niokota, basi nikaenda hospitali ya Kibena. Nikatibiwa, baada hapo sikupata nafuu, nikaenda Ikonda. Nikatibiwa. Baada hapo kuna mtu mmoja akasema, bwana wewe kwa ugonjwa inabidi niende kwa nabii nikaombewe. Ni kweli baada ya kukaa kufikiria nikaona kwa ugonjwa nafuu niombewe. Kweli nianza kwa Damasi nitibiwa. Baada hapo nikaenda kwa Gift Makambako. Baada hapo sasa nipande gari la kwenda nyumbani hapa Wangama. Stendi mpya ile. Nikaona nitachelewa, nikapanda kwa mlando gari litakulia. Basi napita pembeni nikaona mtu anahubiri. Anahubiri ilikuwa saa 7 hivi. Basi niangalie kwenda nikamkuta Nabii Alpha Ibrahim anahubiri. Baada hapo nikaingia akanihubiria. Basi nikarudi nyumbani saa 10 hivi. Ikawa saa kila Jumatano ni kama ibada naenda, Jumapili naenda nahubiri wa saa kule kwa Gift nimeacha. Basi baada hapo sana sema kuna kutoa ushuhuda, nikatoa ushuhuda. Basi kumbe ule ushuhuda ni watu mbalimbali walikuwa wanatoa ushuhuda. Yeye kumbe anasikiliza kwamba huyu mwalimu ametoa ushuhuda huu, sio ile mwanzo yake. Basi akasema hivi, bwana, kuna nyumba kule Njombe ulivyotoa ushuhuda. Nikasema sawa. Ile nyumba bwana, kabla hujaingia